Sawa bana. Bwana, tupo na katibu hapa, katibu wa chama cha walimu. Kuna Kolenzi cha Kuhawata Ilala. Mwalimu Kerias Joseph Manase ambaye pia ni mwalimu katika shule ya Azania Sekondari. Unajua kwa nini tuko na mwalimu? Mambo ya kuogofya. Kwa nini? Juzi ulimsikia mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Alfred Mtambi akitoa agizo kwa viongozi wa serikali kuanzia ngazi ya wilaya hadi vitongoji kufanya msako maalum wa kuhakikisha watoto wote ambao walipaswa kuripoti shuleni wale hususan wale kidato cha kwanza ambao walichaguliwa mwaka 2025 wanafika shuleni. Kwa mkoa wa Mara ilikuwa ni tatizo ambalo mkuu wa mkoa ameona hili kuna haja ya kuchukua hatua za haraka. Nikupe mfano. Katika wilaya, kwa mfano wilaya Tarime vijijini pale mkoani Mara. Ndio. Wanafunzi 5,080 kati ya wanafunzi 6,313 waliochaguliwa kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka huu 2025 hawajaripoti. Tangu shule zimefunguliwa Januari 13 mwaka huu. Kwa hiyo ni jambo la kuogofya. Tumsikize kwanza mkuu wa mkoa alafu tutarejea hapa. Kitufafanulia zaidi. Sisi waliotakiwa kuripoti kidato cha kwanza hadi sasa wamefikia 82.3. Hapa hatufanyi vizuri. Hivyo na waagiza wakuu wa wilaya wote kuongeza kasi ya ufuatiliaji na kuhakikisha kuwa wanafunzi wote waliochaguliwa kujiunga kidato cha kwanza mwaka 2025 wanaripoti shule. Endesheni operesheni maalum kuwatafuta wanafunzi hao. Zipo taarifa kuwa kuna baadhi wameanza kujishughulisha na shughuli za machimbo, wengine wakiwa wameenda hata nchi jirani. Kuna taarifa kuwa kuna baadhi huenda wakawa wameolewa, na wengine wazazi tu wameamua kuwaacha nyumbani ili wafanye shughuli huko za kulisha ng'ombe au kilimo. Msikubali, muwafuatilie watoto hao na kuhakikisha wote wanaenda shule. Sasa mzazi anayemkosesha mtoto haki hiyo hatutamuacha, tutashughulika naye. Unaona? Kwa hiyo pia utakuta yani mzazi hayupo makini sana na kumfuatilia mwanae. Kwa sasa issue ni kwamba inaweza ikawa mnyororo wa familia ndio chanzo kikubwa, kwa sababu kwenye familia fulani, ndio kwenye familia zetu hizi huko Afrika utakuta kama familia kuna walimu, basi walimu utafuta kama kuna mwanajeshi, wanasiasa lakini ukija hata kwenye beba mikokoteni mkokoteni. Sasa ukija kwa degree, doctoral degree, masters. Sasa maana yake ni kwamba uenda hata wasio na elimu. Kuna tofauti wasio na elimu na wasiopenda shule. Pia wasiopenda shule. Ndio hiyo nakwambia kwamba ni awareness ya familia husika ipoje. Yaani kwamba kwa mfano nasema kuna walimu. Maskari, lakini pia kuna katika maisha kuna ile kubebana kwamba mimi ni mwalimu. Labda awareness yangu na ile tuseme choice yangu kwamba nichague kwa mwalimu, si ndio? Kwa hiyo utakuta hata influence watu wengine na zile channel za kupata ile nafasi utakuta. Na ndio maana utakuta watu walimu, askari. Hivyo si nini hiyo. Ndio kusikia mtu mmoja anasema bwana shule hazivutii tena. Shule yani shule miundombinu, mazingira yake, misosi hakuna. Kubwa. Awali mchana mwalimu, inaweza kuwa ni sababu ya wanafunzi hao kutoona umuhimu sasa wao kuripoti shule na kuendelea na masomo yao kwa sababu ya chakula.
Sio chakula tu, miundombinu kwa ujumla ya mazingira ya kielimu. Yeah, hiyo pia inachangia kwa kiasi kikubwa. Unajua inategemeana na location ya shule yenyewe ilipo Kwa mfano chukulia hapa mjini ni afadhali kidogo. Shule zinafikika. Lakini kwa mfano kwa vijijini shule utakuta ipo mbali labda kilomita kadhaa, mtoto anasafiri na ukiangalia usafiri hamna. Kwa hiyo sasa hiyo pia inachangia mtoto. Alafu angalia pia wanaenda shule utakuta chakula hamna. Kwa hiyo inachangia mtoto kufikiria tofauti kwamba sasa hapa niende shule alafu usili chakula, alafu anatembea kwa muda mrefu sana, unaona. Kwa hiyo utakuta anatumia muda mwingi sana katika kutembea. Na akifika shule pale mazingira yenyewe ya chakula kulingana na hiyo mambo ya uchumi na nini, utakuta anaamua tu kuachana na shule na kutafuta kitu kingine ambacho kinaweza kumsaidia katika maisha yake, kwa mawazo yake. Sasa mchezo. Sasa hizi hatua ambazo kwa mfano mkoa wa Mara umetangaza, mkoa akisema sasa tuanze msako wa nyumba kwa nyumba, msako wa kuwatafuta hawa, unafikiri ni hatua sahihi na zitasaidia hichi ambacho tunakiongelea sasa kwamba kitaondoka? Yes, hiyo ni hatua nzuri sana. Unajua kama nilivyosema awareness, wazazi wengi sawa, sio wazazi wengi, yani baadhi ya wazazi sawa, elimu kwao ni labda ni option. Na kulingana na mila na desturi kama nilivyosema, mambo ya hiari. Ni hiari, mambo ya hiari. Sasa kwa sababu ni hiari kwake au ni umuhimu, sawa. Sasa kwa kufanya msako nyumba kwa nyumba itasaidia kuwaibua hata wale ambao wakwenda shule. Na watoto, unajua mtoto ni mtoto tu. Mtoto yeye hajui chochote. Sasa mimi nasema mzazi ndio kila kitu, kwa sababu mzazi ndio anajua umuhimu wa elimu. Watoto hao wadogo utakuta yeye anaenda imradi tu, umeona. Sasa mzazi usipoweka msisitizo kwa mtoto anapotea. Okay. Na pia kuna makundi, akishaona mwenzake alienda sehemu fulani akafanikiwa kitu fulani, kwa hiyo naye anashawishika kuacha shule na kwenda kombele. Yule ana elimu lakini ametoboa. Ana elimu ametoboa. Kwa hiyo sasa sekondari. Kwa hiyo utakuta mawazo kama yale yanapoteza watoto wengi sana. Sasa mzazi asipokuwa makini, utakuta watoto wanaachana na shule. Anaona shule si kitu, yani inampotezea muda. Bwana mwalimu Maguseki cha muhimu hapa. Mwenye kuisikia hiyo. Kuna siku moja tulikuwa tunapiga story hivi. Jamaa anakuambia, mimi tangu nizaliwa sijaona hela ya kipeuo cha pili. Wewe ushakwenda dukani ukaambiwa lipia hapa, nipe 500 kipenyo, su kipenyo, kipeuo, su nini. Hazina maana zile, unaona zile. Lakini unajua ninaangalia huyu mtoto anayeambukizwa hiyo spirit ana umri gani? Yana angalia huyu mtoto ambaye anaambiwa kwamba hiki ana umri gani wa upembuzi yakinifu. Hiyo kwa kiwango cha cha kuamini kwamba bana ni kweli shule inaweza kanisaidia. Unajua mtoto kama mizala 7 ni kama miaka mingapi tunaweza tukasema? 14 kama 14 14. Ni rahisi kumlaghai huyo mtoto kwa hicho kiwango? Yeah, it's possible. Ni rahisi tu kwa sababu mtoto wa miaka, kwa mfano mtoto ameweza darasa la 7. Sawa. Yani ni wachache sana wanakuwa na unasema awareness kama kujitambua, yani ile kujitambua kujitambua, yani ni wachache sana wanaojitambua. Hasa asilimia kubwa mtoto anasoma tu, hajui kwamba mimi nasoma nataka baadaye nije kuwa nani. Kwa hiyo kusoma kwake yani ni kitu ambacho mwingine utakuta anasoma sana kwa sababu tu anataka kushindana na mwenzake, lakini hana ndoto ya kwamba baadaye nataka nije kuwa mtu fulani. Lakini hiyo kwa nchi zetu huku za Afrika, kwa nchi zetu ndio hicho ninachosema kwamba hiyo kujitambua, mtoto anaweza mwingine anajitambua mapema sana. Na wale wanaopata bahati kujitambua mapema, na tukuta naenda na shule, anajua umuhimu wa shule, ashamuona mtu fulani kwamba mimi nataka kuwa mtu kama fulani. Kwa hiyo sasa utakuta ile inamvutia kusoma sana. Sasa asilimia kubwa wengi hawajitambui mapema sana. Kwa hiyo utakuta kwa sababu ya umri wake mdogo, kwa hiyo utakuta balehe. Kwa hiyo pamoja na hiyo balehe nini, mambo yanakuwa ni mengi sana. Sasa mwalimu, unadhani kwa mfano mkuu wa mkoa kama huyu pale anazungumza, wanasema anapuliza kidonda ambacho kimeshaoza. Unadhani hizi mamlaka za mikoa
mitaa labda vitongoji zenyewe pia zina wajibu mkubwa sana. Yaani ukiacha wazazi, ndio, kwa sababu unajua mkaidi ni mkaidi tu, ndio, na ndio maana sisi wote hapa tulioko hapa hatufanyi makosa kirahisi kwa ajili ya sheria kali zilizopo. Yaani sisi wote tulioko hapa studio, walioko mtaani, hatufanyi makosa kirahisi kwa sababu ya sheria, si ndio? Sasa unadhani labda mkuu wa mkoa kama huyu wangeanzisha mikoa yote, wilaya, wangeanzisha sheria kali kama kila mtoto aliyefaulu, aliyemaliza darasa 7 akutwe shule, la sivyo labda faini tunakuchukulia hata ng'ombe wako wote. Unadhani wao wangesimamia hii issue? Ingekuwa ina tatizo kubwa namna hii? Nafikiri kama ulivyosema ni usimamizi tu. Kwa sababu haiwezekani kwa idadi ya namba kama hiyo. Tukumbushe namba hiyo kidogo. Kwa wanafunzi kwenye hiyo wilaya ya Tarime vijijini ni wanafunzi 5,080 kati ya 6,313 hawajaripoti. 5,080 kwa wanafunzi 5,080 kati ya 6. Sasa maana hiyo ni hatari sana. Sasa huo ni hiyo kwenye wilaya moja. Hiyo ni wilaya moja. Na huyo mkuu wa mkoa wa Mara amethubutu kufanya hivyo. Sasa je, mikoa mingine hali ya hewa ipoje? Ni balaa. Na ndio maana ndio maana mimi nikakwambia kwamba hizi mamlaka za mikoa zina mamlaka, zinaweza katuka sheria bwana, tuna idadi ya watoto waliofaulu, tunajua kwako kuna mtoto. Sasa kama utashindwa kumuidentify mwanafunzi aliyefaulu eneo fulani, utadhibiti vipi ndoa utotoni? Utadhibiti vipi mimba utotoni? Kwa sababu kama mtoto kuna kundi alitimizi wajibu wake. Kwa sababu huyu mzazi, unajua mzazi anabweteka akiangalia aina ya sheria iliyoko. Kwanza hata nikimhifadhi hakuna atakayenitafuta. Hata kuna la sivyo mkoa atakuja kama hivi tu, atatoa tamko. Na haya ni matamko ya kulalamika, hata kwa utendaji. Kwa sababu tunazungumza mwezi wa 3. Mpaka tamko limetoka ndio sasa shughuli ianze kufanyika sasa. Maana ni kwamba inatakiwa mzazi ikifika darasa la 7 tu pale anaingia kichwani anakengele kwamba bwana, mwanangu mimi hapa iwe isiwe atahitajika. Mwalimu, nani ana wajibu wa kwanza kwenye hili? Nani anawajibika kwanza kabisa? Mimi nafikiri wa kwanza ni mzazi. Mimi nafikiri mwenye wajibu mkubwa namba 1 ni mzazi. Sababu mzazi, mtoto amefaulu kwenda sekondari. Kwa nini mzazi usimpeleke mtoto? Hata kama ana mazingira magumu, umeripoti wapi? Sasa hiyo lakini kuna jamii ambayo pia inawazunguka wazazi, familia hizo. Wanaishi kwenye jamii. Lakini jamii nazo zinakuwa kimya. Wanaangalia ndio kwanza wanamtumia huyo mtoto. Bwana kuna yuko fulani tukamtume. Wanampa vibarua, vitendo vidogo vidogo. Sasa ndio hicho kwamba sasa mamlaka zinazozunguka wazazi. Yaani baada kuona kwamba watoto wengi hajaenda shule, mamlaka zimefanya nini? Kwa sasa ni wakati sasa wa kufuatilia kama anavyofanya mkoa wa Mara. Nyumba hadi nyumba. Na nafikiri mpaka kufikia mwezi wa 3 ni kama ni too late, kama tumechelewa. Kwa ilipaswa kwa mfano watoto wanaripoti labda Januari. Yaani ndani ya wiki 3 au 4 lazima msako upite. Yaani kwa sababu kuna muda maalum wa kuripoti shule. Kwamba labda baada ya wiki 2, baada ya wiki 3 mtoto asiporipoti atapoteza nafasi yake. Sasa baada hapo sasa ilibidi kuanza kufuatilia kwamba hao watoto wengine wameripoti au hawajaripoti. Sasa yawezekana kuna baadhi ya wazazi hawapeleki, yawezekana wasiripoti huko lakini wakaenda shule za private. Wakaenda shule zingine, sio kwamba wapo nyumbani, inawezekana wameenda shule zingine. Unaona? Kama ameona chaguo bora zaidi labda kwenda kwenye shule binafsi. Kwa hiyo bana
kiasili kabisa hakuna mtoto anayependa shule. Lakini mtoto anatengenezwa kuipenda kwanza na anafanywa anapenda. Wapo wanaopenda. Wapo wanaopenda, lakini asilimia kubwa malijendari. Unajua mimi nazungumzia malijendi. Legendi wa sasa hivi shuleni kwanza alikuwa anapelekwa kwa aina fulani ya maandamano tena ya kivita. Kwanza kuoga ni mtiti. Anaenda shule hapo nyumba kuna mtu katuma labda dada ama nini kashika fimbo. Yaani anaenda shule kwa malalamiko. Anafika shule Legendi kwa masikitiko makubwa sana. Alikuwa anataka kwenda lazima hamasa iwe kubwa. Hamasa inakuwa kubwa, ni chochea. Peni hata 100 jamani, 20. Kwa hiyo nakuja mimi nakumbuka moja kati ya swali linipa hamasa. Ilikuwa mtoto wa 14 kati ya watoto kama wangapi hivi. Mimi nimesoma Kunduchi Primary. Ulivunja rekodi hapo. Hapo nilivunja rekodi. Nilikuwa mtoto wa 14 kati ya watoto kama 100 hivi kasoro. Unaona mama kanipa shilingi 500. Miaka ile unajua shilingi 500 ilikuwa kubwa sana. Sasa hivyo nipa 500 ngasema kumbe nikifaulu naweza na aliniambia ukipata nusu ya hapa, yani ukiwa labda wa 7, hizi 14, ukiwa 7 nitakupa shilingi 1000. Unajua shilingi 1000 wewe? Unajua V8 ya zamani utajua shilingi 1000 miaka hiyo 1000. Kweli yani sasa labda umemtajia mtoto mdogo labda 10,000 kwa mtoto mdogo utajia 10,000. Sasa hapo sasa tukaanza kupenda shule. Sasa mambo kweli kama unavyosema mwalimu, hamasa zinaanzia kwa wazazi. Kwa sababu Legendi kwenda shule, Legendi yote mwenye akili, mtu yote anayefanya biashara aliyefanikiwa, huyo ni Legendi aliyekataa shule akiamini katika na ndio anachoaminisha watu. Lakini bado mimi ninaona kuna enforcement za sheria zinaweza kufanya kazi. Ni sawa. Yaani sheria nazo yani inabidi zifuate nyayo zake. Ndio kama nilivyosema kwamba mtu wa kwanza ni mzazi. Yaani mzazi lazima amuhimize mwanae aende shule. Sasa utakuta kama mzazi hajampeleka mtoto shule, sasa mamlaka zingine sasa inabidi zifuate. Lakini kuna ile wanaosema kwamba bwana huyu kama hataki hata ukimlazimisha, ukimchukulia, sio umemnunulia nini huyo mwanafunzi mwenyewe aoneshi hiyo nini, kama kuna ugumu fulani hivi unatokea. Yani kwamba kuna baada ya mwanafunzi yeye mwenyewe hataki. Yani mwanafunzi ameshaonja huko, umebeba mimi naambia kuna migodi labda kule. Wamepata vibarua, wamepata 2000 yake mwenyewe. Sasa hiyo sawa, lakini unajua tunaamini kwamba mtoto lazima kwanza apate elimu ya msingi. Unaona? Elimu ya msingi lazima awe nayo. The Interview. Bwana, ni wakati wa The Interview, na kwenye The Interview hivyo bwana, bado tunaendelea kuwa hapa na mdau wetu wa elimu ambaye tunaye hapa kimsingi tukiwa na Kailes Joseph Manase. Ni katibu wa chama cha walimu cha KUWAHATA Ilala hapa Dar es Salaam, na ni mwalimu wa Azania Sekondari. Azania ni moja kati ya shule iliyotutesa sana wakati sisi tunasoma. Mlitutesa mno. Wakumbuka? Na jina kubwa mpaka. Mlikuwa mkikutana na mwanafunzi anasoma Azania. Nyinyi mnasoma Benjamin William Mkapa. Mimi nimesoma Benjamin William Mkapa, unajua? Mimi nimesoma Benjamin Mkapa pale, Benjamin William Mkapa High School. Sasa mlikuwa mkikutana kwenye mabashi hivi manini, sasa watoto Aza boys. Hao Aza enzi zile nauli shilingi 100. Walikuwa wanakaa kwenye city hapo. Wanakaa kwenye city. Yaani makondakta wanaona wajinga kabisa yani. Hivi Azania walikuwa babe sana. Mlikuwa so special. Who are you by the way? Mpaka sasa hivi ipo special sana. Azania ipo special sana. Au ndo wanafanya kazi Salama Taifa? Wako vizuri. Wako vizuri. Usikute ndo wanakaa nyuma ya rais. Mpaka Azania nilikuwa najiona ni watu wa pekee, ni hata mkikutana wanajitenga. Omar naye amesoma Azania. Kasoma Azania? Sio anatamba kule. Aza boys bwana. Mlikuwa mnachomekea nini? Yaani Azaboy walikuwa kwanza wanavaa tai zao fulani hivi zina mistari kama pundamilia kesi rangi ya pundamilia. Afu anachomekea mkanda nje. Yaani unajiona yani mpaka nyinyi mnajiona inferior yani. Ukitaka vipi watoto Azania wanakuja. Mkienda kwenye mechi eti Azania wako wapi? Azania walitutesa. Of course nadhani hasira zao kubwa zilianza kwa sababu sisi enzi zile
walianza Makongo. Enzizo kwanza walianza Makongo ubabe. Makongo Makongo sasa nasoma Makongo sasa. Makongo. Kichwa Makongo. Vipaji maalum. Vipaji maalum. Wakina mzee nani? Wakina mzee Kipingu miaka ile. Toka Kajazania. Wasichana nao wakateswa na Jangwani. Anyways, ndio hivyo. Lakini sasa hayo pia alikuwa anapenda sisi, yanafaa sisi tupende shule. Msikizaji, tunaendeleza ile ajenda yetu ya kwa nini wanafunzi sasa hivi hawapendi shule. Kwa nini hawapendi shule? Nawe kama mzazi hapa nataka tukusikie, kwa sababu kama ambavyo Abele amekutajia takwimu, pale Mara katika wilaya moja tu walifaulu watoto 6,000. Watoto 5,000 wote hajaenda shule. Tupo na Mwalimu Kelias Joseph Manase, katibu chama cha walimu cha KUHAWATA wilaya Ilala. Hebu tuajenge kama taifa. Na wewe mzazi tunataka uzungumze hapa na mwalimu yuko hapa atakusikia. Kwa nini tuna kundi la watoto ambao hawapendi shule? Hivi karibuni unajua mwalimu, kuna jambo nimekuja kulishtukia. Juzi nimeona msanii mmoja anafanywa interview yuko Marekani. Ndio. Anasema ameenda kusoma masuala nini? Masuala ya usimamizi wa biashara. Uliona ile interview ilikuwa Planet Bongo? Niliona clips zile. Kana kusomea masuala ya usimamizi wa nini wa biashara. Sasa maana yangu ni kwamba hawa tulicha kwamba wamepata fedha, wamenini, lakini bado wanajua kuna umuhimu wa elimu. Lakini kwa nini tuna kizazi ambacho hakioni umuhimu wa elimu? Nafikiri ni generation tu. Yaani niseme tu ni generation na dunia jinsi inavyobadilika. Kwa sababu kikweli zamani, kwa mfano enzi zetu hizo wakati tunasoma, watu walikuwa wanapenda sana elimu. Na kwanza ukiambiwa na mzazi shule, yani kwa kweli unaenda shule unafanya hii. Japo tu na mwingine tulikuwa tunalazimishwa lakini unaona kabisa kuna haja ya kufanya kitu fulani. Sasa tofauti na sasa hivi. Sasa sijajua shida hasa ni nini. Asilimia kubwa sana ya watoto wanakimbia shule. Labda kuna hizi unajua hizi shuhuda ambazo unakwambia shuhuda positive. Tuwekeje hapo? Shuhuda zile za mafanikio za watu ambao hawajapitia kwenye elimu sana. Labda wao walishia tu darasa la 7 au wengine wa kumaliza hata darasa la 7, alafu baadaye wanatoa shuhuda ambazo za mafanikio kwenye maisha, ambazo kwa wengine wanazichukua kama motivation hivi kwamba kumbe so lazima upitie shule. Lakini nadhani kuna shuhuda zile kuna kitu ana edit wasemi ukweli. Kuna vitu fulani vina kwa kidogo kwenye yani kwamba kwa ufupi wanapenda kupata mafanikio ya haraka sana. Kama unavyosema hizo shuhuda watu, kwa mfano kwenye mitandao, kwenye nini, mtu akiambia bwana 1 2 3 hela, yani wapo ni pesa oriented zaidi, yani wapo kipesa zaidi, lakini hajajua kwamba elimu anapopata itamsaidia pia katika mambo mengi sana. Tupigie namba ya simu ukiwa kama mzazi ama mlezi kwenda namba 0653 231 352. Utuambie wewe kama mzazi ama kama mlezi unaona shida iko wapi kwa watoto kutokupenda shule. Tumechukua tu takwimu moja ya Mara, kati ya wanafunzi 6,000 waliofaulu takriban 5,000 hawajaenda shule. Ni wengi sana. Yaani hili ni kundi kubwa sana la watu ambao watakosa elimu, ambao walitakiwa waende. Wakati kuna baadhi ya wazazi wakihangaika watoto wao. Juzi nimekuta mzazi mmoja mwanae kapangwa mbali anahangaika huyo. Mwanangu asome karibu. Nayo ni changamoto hiyo. Kuna watu waende bwana. Hem, tusikize. Halo, za asubuhi. Halo. Za asubuhi mkuu. Sama plaza. Wapi, kutoka wapi? Rafa hapa Singida. Rafa, karibu sana bwana. Tuko na Mwalimu Manase hapa. Rafa, unadhani kwa nini kizazi ni kama kipendi kwenda shule? Shida mimi ninavyojua, shule wanachapa sana. Wanafunzi wanakuwa wanaogopa pia. Wanaogopa fimbo. Sasa Rafa, kuna radio umefungua hapo, wala inatuzingua. Fimbo. Zima hiyo radio kwanza. Halo? Haya, tuongee sasa. Rafa mwenyewe anacheka.
Yani Rafa amejieleza mwenyewe. Unajua Rafa ataka awe mtangazaji sasa, anataka ajisikie kwamba kitendo kwenye radio na kwa. Hapo hata yeye ametoa ushuhuda wake. Mwalimu umesikia? Fimbo. Na juzi tulikuwa naongea hapa, mwanafunzi ameuawa. Amefariki dunia kutokana na kipigo. Afu nyinyi walimu, bahati nzuri wewe mwalimu. Mbona siku hizi na nyewe mmecharuka? Kuna mwingine juzi kampiga mikono imenini, ile clip umeona mtandaoni. Mikono kama inataka vidole vimevimba kama inataka kukatika. Nini kinaendelea mwalimu? Yaani kwa ufupi, mwalimu ni mzazi. Kwa fimbo. Yaani sijui kwa nini baadhi ya walimu wanaharibu tuseme kada ya walimu. Lakini mwalimu ni mzazi na mwalimu ana huruma sana na wanafunzi. Ni kama mtoto wake. Kwa hiyo mwalimu yupo kwa ajili ya kwanza fimbo yani sijui kwa nini utumie fimbo. Mpaka kufikia mwalimu kuchukua fimbo na kumchapa mtoto, jue ni kitu ambacho kimekithiri sana. Lakini pia kuna utaratibu wa kumchapa mtoto. Unaweza kumchapa fimbo 2 kama mzazi nyumbani anavyochapa mwanae. Lakini huwezi kukuta kwamba yani haiwezi kuwa sababu kwamba yani fimbo imsababishe mtoto asiende shule kwa sababu ya fimbo. Yani sidhani kama ni. Kwa sababu hata mtoto huyo nyumbani anachapa vile vile. Na kwa nyumbani naye yuke huko. Basi hata nyumbani akimbie nyumba kabisa kwa sababu mzazi anamwajibisha kwa fimbo. Kuna athari zozote kwa wanafunzi hawa ambao hawajaripoti, hususan zile za kisaikolojia? Kwa mfano kuna wengine ambao hawajaripoti sio kwa sababu hawapendi, labda huenda wazazi na mambo ya shule kwao ni vitu vile tofauti. Kwa hiyo kuna madhara gani kisaikolojia kwa hao ambao sasa wanatamani kwenda, lakini labda mazingira nyumbani ama wazazi ama familia wanazotoka zinawafanya kuwa kikwazo cha wao kuendelea na masomo yao hata pale wanapofaulu? Okay. Yani kwamba athari anazopata mtoto ambao anaweza kupata hususan kwenye maeneo ya kisaikolojia kwa jamii ambazo zinawazunguka watoto ambao wamebaki nyumbani sasa kutokana na sababu ambazo ziko nje ya uwezo wao. Okay, sasa mimi kwanza hiyo ya mkoa wa Mara hiyo nitaka kwanza kujua. Unajua ipo hivi kitakwimu, unaweza kusema watoto hawajaripoti lakini kumbe wale watoto wameenda shule zingine. Yaani kwa mfano mtoto anapangiwa shule X. Aendi ile shule kwa sababu ya nature ya shule na mazingira nini. Sasa mzazi anachukua jukumu la kumhamisha kumpeleka shule nyingine. Sasa kwa taarifa huko itaonekana mtoto hajaripoti, lakini kumbe mtoto yupo shule anasoma. Sasa ndio maana nilikuwa nataka kusema ni kweli watoto hawajaripoti wapo nyumbani au wanasoma shule zingine. Tunaamini kuna makundi ambayo yamegawanyika. Kuna ambao labda huenda wamepata nafasi sehemu zingine. Kuna ambao labda wamebaki kwa sababu tofauti. Hilo kundi lolotaja pia lipo, lakini hilo ni kundi ambalo ni positive. Katika kueleza kama ni tatizo hatuwezi kulihesabu kama tatizo. Tatizo linabaki kwa wale hata kama ni wachache, lakini kwenye kundi ambalo wanabaki kwa sababu ambazo labda ni za wazazi ama kwa sababu za watoto wenyewe. Athari kubwa kwa wale wanaobaki nyumbani kwa sababu kisaikolojia, kwanza mtoto asipoenda shule, sawa? Mtoto asipoenda shule, wenzako ameenda shule. Kwanza unamtengenezea mazingira yule mtoto kuwa na tabia ambazo za tofauti. Na hajaenda shule kwa sababu gani? Anafanya nini nyumbani? Kwa hiyo utakuta mtoto huyo anaweza kaanza kujihusisha na mambo ambayo hayafai katika jamii. Sasa kama kuvuta bangi kulingana na mob psychology ya watoto wengine wale wa mitaani. Kwa hiyo hicho kitamwathiri moja kwa moja katika maisha yake. Sasa ushirikiano wa shule na jamii sasa hivi umekuwa mdogo kidogo. Zamani unajua shule mwalimu kwa mfano mwalimu mkuu anatangaza kwa mwenyekiti wa kijiji kwamba bwana mwenyekiti nisaidie niletee watoto wangu hapa. Sasa hivi kidogo hiyo kama imepungua hiyo kidogo. Nafikiri imepungua. Nafikiri ni nature, si tuseme nature ya maisha au si nini. Zamani yani mtoto wa mwenzako alikuwa kwako. Lakini sio kwa generation hii. Kwanza hata nyumbani unaweza kumchapa mtoto wa jirani kwa kosa tu amefanya kitu ambacho tofauti wewe kama mzazi. Lakini sasa hivi utaona yule mzazi anakujia juu. Kwa nini mwanangu 1 2 3 hivyo? Unaona? Sasa hiyo ni changamoto pia. Okay, bana nikufahamishe tena kuhusiana na kesho Yanga na Simba. Haina kipengele kabisa, Kariakoo Derby haina kipengele jamani. Ni zaidi ya mechi ya kihistoria.
fahari ya utani wa jadi usioisha. Sawa sawa, tarehe 8 kesho mwezi wa 3, macho yanaelekezwa katika dimba la Estadio del Paso kwa Nkapa. Hii ni wawili wanapambania dakika 90 za moto kabisa Kariakoo Derby ndani ya Azam Sport 1 HD saa 1:15 usiku. Burudani hii haikosi utamu, haichuji, haina kipengele. Lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000. Usikose, unashuhudia vita ya ufalme wa soka la bongo, haina kipengele. Kariakoo Derby, Yanga vs Simba ndani ya Sport Azam 1 HD. Tunarejea dakika chache tu zijazo. Usitoke. Baki hapo hapo. Tunalipa bill. Dakika 0 tu. Tunarudi. Mtani! Fungua mtani! Ni nani wewe unagonga nyumba za watu hivyo? Mimi mtani wako! Kwani unataka nini? Nimepata taarifa zako. Unajitapa kwa watu kwamba tarehe 8 utanifunga. Eti mimi nitariaria, nitagaragara kama mtoto. Kwani uongo? Sasa kama kweli wewe ni mwamba, fungua! Halafu nikisha fungua, nataka nikupe mfumo nitakao utumia kukufumua wewe, mashabiki wako, benchi lako la ufundi, aliyekutuma na tajiri yako. Hicho mwana kipengele. Hii dabi haina kipengele. Labda kipengele ukilete wewe. Sifungui bwana, utakuwa umeleta uchawi. Dalili ya uoga hiyo. Dalili ya uoga mtani. Wapo wanaotamani kipute kipigwe leo hii sasa hivi. Wale wenye roho na mioyo mepesi hawatamani kabisa kuisikia dabi ya Kariakoo. Ndio hivyo tena, haiwezekani. Ngoma lazima ipigwe, wala si mbali. Tarehe 8 tu hapo. Lipia kifurushi chako cha shilingi 28,000 mapema upate uhondo kutoka Azam TV. Burudani kwa wote. Hizi ndio zile za wajanja wa enzi hizo. Ready or not, here I come. Ikiingia kali, ikitoka kali. Ni ngoma juu ya ngoma za kitambo zinachapwa hapa East Africa Radio na DJ 45 King. kila Jumapili kuanzia saa 10 jioni hadi saa 12. Show inapishwa kupeleka watu mjini. List ya kazi hii hapa. Mabeste, Bob Maneke, Naira TZ na DJ7. Ni Fladra Live, East Africa TV na East Africa Radio. Kwani mimi na tatizo na mtu. Baada ya kulipa bill, kifua chacho. We got the DJ Dare. DJ. Mimi ni professional. East Africa Radio DJs with the fire mix. East Africa Radio. All hits. The feeling of show you what I know. We should take it easy, ain't no need to rush, no, baby, nice and slow. All this love I can give to you, East Africa Radio, all hits. 90.5 East Africa Radio. East Africa Radio, Tabora. Together tunawakilisha. Usitoke. Baki hapo. Tunalipa bill. Dakika 0 tu. Tunarudi. Of course, Super Breakfast East Africa Radio, saa 1 na dakika 51, 1 na dakika 51. Mimi ni Samson Charles, niko na Abel hapa, mzee wa Lens. Umepatia sasa. Tuko vile na Mr. Teacher ambaye ni katibu wa chama cha walimu. Hiki chama cha walimu cha kuhawata. Zamani sisi tukoga tunakiita chama cha wachapaji. Kumwona mwalimu alikuwa anawaza fimbo. Bwana, kuna simu zilikuwa zinaingia kuhusiana na mtazamo wa wazazi mbalimbali. Habari za muda huu? Halo? Njema za asubuhi. Salama. Nani kutoka wapi mkuu?
na Walter Masawe kutoka Moshi, Kilimanjaro. Sasa nasikiliza radio nikiwa pamoja Dar es Salaam. Okay. Karibu sana ndugu. Asante. Bana, hili swala la watoto kutokupenda shule. Mimi cha kwanza ningependa kuzungumzia sasa hivi kuna wimbi kubwa la wasomi ambao hawana ajira. Sasa kitu kama hicho kinachangia mtu akiangalia saa nyingine mzazi unaniforce nisome nitapata nini? Watu wanasoma na zurua mtaani hawana ajira, umeona bana? Ambacho mimi kabisa ndio nimekifanya mimi. Ndio umefanya hivyo hivyo? Hicho of course ndio. Kimambo kimenisumbua alikuwa ni fimbo bana, swala la fimbo. Na fimbo natokana na nini? Kwamba unashinda una perform vibaya. Mimi nilikuwa nasoma shule moja hivi St. Kayumba. Sasa nimemaliza nimekuja kujiunga na sekondari, Kiingereza kilikuwa ni changamoto. Nikipewa zile pesi zile mimi na feli. Kila wiki najua pale nakula fimbo. Ndio hivyo bana, Kiingereza sijui, feli darasani, fimbo. Nikawasi bani vizuri na aga lakini sisi shule. Kwenye mahindi na chini. Kwa muda wa kutoka natoka. Nikadhani kwa nikikaa kama ukikaa miezi 3 ambapo siku 90 unafuza shule. Wakati kwa tunakaa miezi miwili kama na wiki 2 tunarudi shule. Ulikuwa wapi? Unapiga fimbo unapotea tena. Kikaribia kufuza shule unarudi tena. Lakini yote kwa sababu ya nini? Sababu ya fimbo. No. Bwana. Sio mchezo. Yaani mimi nimetoka trend sana kwa mkoani. Watoto wengi fimbo wanaogopa kwa sababu unakuta mwingine kichwani hamna kitu. Ameenda basi ndio umetoka msingi kwa jifunza sekondari. Zile changamoto. Walimu wanafundisha kwa ukali. Kwanza walimu wanaenda na wale wanaoelewa. Wewe kama wewe unajua kuna aina mbili ya watu Kuna wale wanaelewa haraka, kuna slowly na sasa. Kama walimu ana muda kuangaika na wewe tu unafundisha kitu leo kiloji ndio ukielewe. Ya piga hivi na hivi nani walokosa kaa upande huu. Lala chini. Sasa kitu kama kile pale mtoto anakuwa muoga kila saa. Akiona mwalimu muoga anashinda kuwa na mazingira ya urafiki na mwalimu ili aweze kufundishika vizuri. Kwa hivyo sasa kuogopa fimbo, mwisho wa siku mtoro, mwisho wa siku kaacha shule. Asante sana ndugu yangu bwana, na mwalimu bahati nzuri yuko hapa atatujibia. Nakushukuru sana, wasalimia hapo Mwenge. Sawa. Bwana, mara ya pili watu wanasema kuhusu fimbo. Jana tumeripoti taarifa ya wanafunzi 16 wa shule ya sekondari ya Pamba jijini Mwanza pale. Wao wamefukuzwa shule kwa makosa mbalimbali ikiwemo ya utovu wa nidhamu, uvutaji bange, na mwingine alimpiga hadi mwalimu wake. Jioni jana tumeripoti habari. Ni hatari. Wao ni vita sasa hivi mwalimu. Huko mko vitani huko. Shule nzima imekuwa sehemu ya vita. Hapa. Yaani of course yani huyo amesema fimbo. Yaani kwamba fimbo, lakini fimbo zipo tu. Yaani kwamba fimbo zipo tu hata nyumbani, hata shule zipo. Lakini kwa kiwango gani? Hivi kwa mfano mtu anakuchapa fimbo labda 2. Kosa ni kosa tu. Unaweza ukachapwa nyumbani, ukachapa shule. Fimbo 2 ndio zikusababisha kweli ukimbie shule. Lakini hapa kama pia ameongelea mambo ya kwamba darasani kuna watu aina tofauti. Kuna wale fast learner na wale slow learner. Lakini mwalimu amesoma saikolojia. Anajua mwanafunzi huyu ni mfundishaji, huyu uelewa wake ni msaidiaji. Hivyo. Sasa mimi ninachokiona issue kubwa ni ile hali ya kujituma kwa mtoto. Unajua kuna yule slow learner lakini anataka kujifunza, ana utayari wa kujifunza. Yule unamsaidia na anaelewa, anabadilika. Sasa kuna yule ambaye yeye anajua hawezi. Yaani hata ufundishe vipi, yani kwanza yeye hana hata muda. Unaweza kumfundisha. Sasa kile kitu ulichomfundisha anakifuatilia kwa kiwango gani? Utakuta unamfundisha afu kesho unamuuliza kile kitu. Yaani yeye hana hata muda kukifuatilia kile kitu. Sasa ndo tatizo linaanzia hapo. Fimbo ina nini? Lakini kuna kitu kimoja cha muhimu sana amegusia hapa. Amesema bwana sasa hivi bwana wasomi wengi huko mtaani.
hivyo naenda shule ndo wasomi. Wanasema wasomi wengi huko mtaani hawana ajira. Kwa hiyo tukiangalia haina maana, haina umuhimu. Ana hoja. Hii mimi nafikiri sidhani kama ni hoja, kwa sababu elimu ni elimu tu. Yaani unapoenda shule unapata ufahamu. Sio kwa ajili ya kuajiriwa. Sio kwa ajili ya kuajiriwa. Ile elimu unayoipata unaitumiaje mitaani sasa? Hapo ndo kwenye gap sasa. Hapo ndo kwenye gap. Lakini sio kwamba labda unaenda shule target yako ni kuja kuajiriwa, hapana. Kuna watu wengine wamesoma lakini wameshajiajiri na wana mali nyingi sana. Wewe umeona hiyo Aha. Bwana, kesho kilele cha sikukuu. Aha. Wiki nzima wewe wanawake. Kesho tarehe 8. Bwana Mwani Manase, cha kumalizia bwana, cha mwisho kabisa. Cha kumalizia kabisa, mimi labda nitoe wito kwa wazazi. Ndio. Nitoe wito kwa wazazi kwamba kila mzazi ana jukumu la kumfuatilia mtoto wake. Kwa sababu hawa watoto mara nyingine utakuta anakosa tu uelewa. Kwa hiyo kuna haja ya kumfuatia kwa ukaribu mtoto na kumuonyesha njia ya kupita. Hao ni watoto wadogo, asilimia kubwa wanakuwa watoto ambao hawajajitambua sana katika jamii yetu. Kwa hiyo sasa ukimwacha na kulingana na ubize wa wazazi tulivyo, utakuta mtoto anapotea kabisa. Kwa hiyo wazazi turudi katika maadili ambayo yanayostahili kwa ajili ya watoto kwa guide vizuri. Ukiona elimu ni ghali, kajaribu ujinga.